Hello Mwafrika, ni mimi mkombozi wa fikra barani Afrika, Grand Master Shua. Leo machache ambayo naweza kukueleza ni kuhusiana na nani adui wetu mkubwa. Kwenye ukombozi wa fikra nataka tu nikueleze adui yako mkubwa ambaye amekufikisha kwenye huu maskini. Amekufanya uendelee kubaki hapo na amekupa ahadi kwamba itafikia wakati utayaona maisha mazuri. Adui yako mkubwa ni fikra. Namna walivyokufikirisha, namna walivyokuaminisha, namna walivyokutengeneza kwenye fikra, ndio namna ambavyo umebaki na tumaini na kusema ninasubiri nitoke hapa, kwa sababu ya hapa ni magumu, nitakwenda kuyakuta huko mazuri. Nisikilize kwa makini sana. Endapo ukifungua hiyo fikra, ukitoka kwenye huo mrundikano wa hayo mawazo ya kijinga, sisi tunasema unakuwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na utaleta elimu ya kujitambua. Utajitambua wewe ni nani. Utakapopata nafasi ya kujitambua, maana yake utayajua maisha na nafasi ya hapo ulipo. Sasa kwa mfano, wamekuaminisha kwenye fikra yako kwamba ukiondoka kwenye hii dimension, ukiondoka kwenye hii element earth, utahamia kwingine huku ambako kuna maziwa, kuna kuabudu, kusifu tu asubuhi, mchana na jioni. Maisha yako yatakuwa namna hiyo. So that why, maana yake ya hapa huwezi kuyafanya. Kama ilikuwa ni upambane na umasikini kwa sababu ya kizazi chako na familia yako, hapana. Sababu una ahadi ya kwenda kupiga kinubi, si ndio maana yake fikra? Ndio, ninajua muda mwingine mnaweza kusema walagai hawa wa maneno na watumishi hawa wapingaji, muda wao wa kufika umefika, kwa sababu iliandikwa. Sasa na mimi nikuulize, aliyeandika nani? Siku moja nimekuuliza, inawezekana vipi mtu ambaye humfahamu aliyeitwa Yohana akakuandikia kwa mafunuo ambayo wewe huna ushahidi wa namna yoyote, ukaja ukaamini hayo yaliyoandikwa? Hujawahi kumuona, hatuna ushahidi wowote. Tumeletewa hayo makaratasi kwamba waliandika hivi, na wakati huo huo wao walioandika walikuja na biashara zao nyingine, na ndio mpaka waleo hao watu wapo na biashara nyingine, na wao wala hawayaangalii hayo. Tuamke wa Afrika. Thank you.